Na katika michuano hiyo ya World Athletic kuna mwanariadha kutoka Tanzania, Sergeant Alphonse Felix Simbu alikuwepo huko na alienda kuiwakilisha Tanzania vyema. Katika uwakilishi wake kwenye michuano tofauti tofauti ameshawahi kwenda kutupa medali tofauti tofauti, ikiwemo kwenye michuano ya Olympic ameshawahi kushika nafasi za juu kabisa. Nakumbuka ameshawahi kushika nafasi ya 5, lakini siku za hivi karibuni rekodi ambayo imekuwa ni njema kwake zaidi ni hii ambayo iliifanya dunia nzima kwenda kuandika vichwa vya habari mbalimbali kwamba Tanzania imeenda kupata medali ya kwanza ya dhahabu katika michuano ya World Athletic, michuano mikubwa sana ya wanariadha duniani. Inahusisha kupanda milimani, kukimbia kwenye milima, kukimbia mbio fupi za kawaida zile za kasi, mita 100, mita 200, kupokezana vijiti, kuruka ile unaenda una jump. Kwa hiyo ni michuano ambayo inahusisha wanariadha wengi sana duniani, lakini pia washindi tofauti tofauti. Alphonse Simbu alienda kuandika historia kwenye michuano hiyo. Unapopata tuzo moja inaweza kukuongezea tuzo nyingine. Sahihi. Sasa kilichotokea kwa Alphonse Simbu, licha ya kwamba yeye ni askari wa Jeshi la Ulinzi Tanzania JWTZ, kutekeleza majukumu yake ya kuilinda nchi, pia aliipeperusha bendera ya nchi. Haikuishia hapo. Katika kuipeperusha bendera ya nchi aliipeperusha vyema, akailetea kwa mara ya kwanza Tanzania medali ya dhahabu katika michuano ya riadha mikubwa duniani. Kilichoenda kutokea, jeshi limeamua limpe zawadi, limpe heshima yake. Nisiseme zawadi kwa sababu alistahili kumpa heshima yake, na ametoka kupandishwa cheo ambacho ni kutoka sergeant hadi kuwa sajinitaji. Kutoka sergeant hadi kuwa sajinitaji. Sasa hapa watu watanielewa vizuri zaidi nikisema kutoka kuwa sergeant hadi kuwa staff sergeant. Kwa hiyo bwana Alphonse Simbu kupitia riadha anaenjoy pia matunda ya kazi ambayo alichagua kuifanya. Unajua tunapopata hizi hadithi za Simbu, wengi tulikuwa tumedhani labda mchezo wa riadha umekufa. Simbu ameshinda katika kategori ya marathon. Marathon ni kilomita 42. Hizi ndio mbio ndefu zaidi. Mtu ambaye alikuwa anamfuatia nyuma alikuwa ni Petros. Sasa nataka nikumbushie kitu kimoja. Petros ndio ambaye alikuwa anaongoza katika zile mbio, alafu Simbu akaja mbio nyuma kwa kasi akaenda kumzunguka. Nataka nikumbushie mbio za mwaka 1992. Hizi mbio zilikuwa zinaitwa World Junior Champion. Zilikuwa ni kama mita 10,000 hivi. Kuna mwanariadha mmoja kutoka nchini Kenya alikuwa anaitwa Josephat Machuka mwaka 1992 wakati anakimbia hizo mbio mita 10,000, na zenyewe pia ni mbio ndefu kweli kweli, alikuwa anaongoza. Kwa bahati mbaya kati anaongoza kuna mwanariadha kutoka pale nchini Ethiopia ambaye huyu ndo anaonekana kama bingwa sana hii michuano, anaitwa Haile Gebrselassie. Huyu bwana alitoka nyuma akawa anamzunguka vile vile. Kilichotokea kwa huyu Josephat, alimpiga ngumi ya mgongo Haile, yani kama alikasirika, kumbe kumpiga ngumi ya mgongo kukamfanya mwenzie akakimbia zaidi akashinda. Second faster than it would have been if he hadn't punched him on the back of the head.